الإله العظيم على المصطفى. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mpendwa, karibu sana katika safari hii tukufu ya kujifunza Uislamu. Tunafurahi sana kukuona hapa na tunakupongeza kwa uamuzi wako wa kukaribia Uislamu kwa moyo wa kujifunza na kutafuta ukweli. Masomo haya mtandaoni yameandaliwa na African Islamic Academy ili kukusaidia kuelewa misingi ya dini ya Kiislamu kwa urahisi, hatua kwa hatua. Usijisikie mpweke, hapa tuko pamoja kama familia moja ya Kiislamu. Kila swali lako lina thamani na kila hatua unayopiga ni baraka kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumia nafasi hii kujifunza kwa utulivu, uliza maswali bila woga na kumbuka kuwa sote tumepitia hatua ya kwanza kama hii. Tunakuombea Mwenyezi Mungu akupe wepesi, maarifa yenye manufaa na moyo thabiti katika dini hii tukufu. Karibu sana, Mwenyezi Mungu akubariki katika kila hatua ya maisha yako. Mada hii ya leo ni sehemu ya diploma ya Waislamu wapya, mada hukumu za Kiislamu. Maudhui ni tohara. Kwa moyo wa furaha na shukrani kwa Mwenyezi Mungu, tunakukaribisha kwa upendo mkubwa katika darasa letu la tohara, somo la misingi linalohusu usafi wa mwili, ambayo ni sharti la ibada, ambayo ni sharti la ibada zetu nyingi kama vile swala. Kujiunga kwako na somo hili ni hatua muhimu sana katika kujenga misingi imara wa maisha yako mapya ya Kiislamu. Usafi katika Uislamu si kimwili tu, bali pia ni sehemu ya usafi wa kiroho na utulivu wa moyo. Tunakuwa pamoja nawe hatua kwa hatua kwa lugha rahisi, kwa mifano ya maisha ya kila siku na muda wa kuuliza maswali yote utakayokuwa nayo. Usione haya, usihisi uko peke yako. Hapa tuko pamoja kama familia moja. Karibu sana mpendwa, tunakuombea Allah Subhanahu wa Ta'ala akupe wepesi, maarifa yenye manufaa na kuimarishe katika imani. Usafi wa Muislamu. Allah amemwamrisha Muislamu kusafisha moyo wake uondokane na maradhi ya nyoyo kama husda, kiburi na mfundo. Pia kusafisha mwili wake uondekane na najisi na uchafu. Muislamu akifanya hayo atastahili kupata mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an tukufu, kwa yakini Allah amewapenda wenye kutubu sana na anawapenda wenye kutoharisha. Inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin. Maana ya tohara. Tohara ni neno la Kiarabu lenye maana mbili. Maana ya kwanza ipo maana ya kilugha na ipo maana ya kisheria. Ama kilugha ina maana ya unadhifu na kujilinda na kila kitu kichafu. Ama kisheria ni kuondosha hadathi na kuondosha najisi. Hadathi nini, najisi nini? Sikombea tazia vizuri kwa ufasaha zaidi. Maana ya tohara. Chimbuko la maana ya tohara ni usafi, unadhifu na umaridadi. Allah mtukufu amemwamrisha Muislamu kusafisha mwili wake na moyo wake. Ausafishe moyo wake uepukane na vitu dhahiri vya haramu, vitu vibaya na vichafu. Pia usafishe moyo wake uepukane na shirki na maradhi ya nyoyo kama vile husda, kiburi na mifundo. Akifanya yote hayo atastahili kupata mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama vile Allah alivyosema kwamba kwa yakini Allah anawapenda wenye kutubu sana na anawapenda wenye kujitoarisha. Surah Al-Baqara 222. Na Allah ameamrisha kujitoarisha kwa ajili ya swala. Allah ameamrisha kujitoarisha kwa ajili ya swala kwa sababu swala ni kukutana na kuzungumza na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni swala linalofahamika kwamba mtu anajisikia alisafisha na kuvaa nguo zake nzuri ikiwa atakutana na mfalme au raisi. Hali ikoje sasa kwa mtu ambaye anakutana na mfalme wa falme alitakasika? Vipi mtu huyo maandalizi yake atakuwa yakoje? Kama vile mtu akiweza kukutana na wafalme wa sehemu fulani, waheshimiwa wa sehemu fulani, ajipamba ipasavyo. Vipi mtu akutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala, itakiwa ajipambe namna gani? Ni ipi tohara inayohusika au ni ipi tohara inayotakiwa kwa ajili ya swala? Allah amemwamrisha Muislamu kujitoharisha kisheria kwa maana maalum kwamba ni amri ya wajibu ikiwa anataka kusali au kushika masafu au kutufu al-Kaaba
Pia amefanya tahara kuwa ni jambo linalopendekezwa katika mazingira kadhaa. Miongoni mwa mazingira hayo ni kusoma Qur'ani bila kushika mashaf, kuomba dua, kulala na mengineyo. Inamlazimu Muislamu katika kusali aitoarishe na mambo mawili. Jambo la kwanza ni najis, jambo la pili ni hadath. Nini maana hadathi tunazungumzia hapa mbele? Kusafisha na najis. Najisi ni vitu yakinifu ambavyo sheria imehukumu kwamba ni uchafu na kutuamrisha tujisafishe kwa ajili ya kufanya ibada. Kwa najisi ni muhimu mtu jisafishe kabla ya kufanya ibada ili uwe safi na mwili wako safi kabisa zaidi. Misingi katika vitu vyote ni kufaa, kutumika na ni tohara. Najisi ni jambo la kuzuka, kwa hiyo tukiwa na shaka ya tohara ya nguo, kwa mfano, tusiwe na hakika ya kuwepo kwa najisi. Misingi ni kwamba nguo hiyo ni tohara kwa sababu asili ya kitu ni utohara. Na ukitaka kusali ni wajibu kwetu kujitoharisha na najis katika mwili, nguo na eneo ambalo tunataka kusali. Hivi ni vitu muhimu ambavyo mtu avizingatie zaidi anapotaka kufanya ibada. Sehemu yake anayoswalia ni safi zaidi, lakini nguo zake anaswalia pia ziwe ni safi zaidi. Vitu najisi ni vitu gani? Vitu najisi ni mkojo wa mwanadamu na kinyesi chake. Kwa mtu ikitokea ana tohara lakini haya mambo yakatokea, basi ajue kwamba mtu huyo ana najisi. Lakini pia damu. Lakini damu ni chache inasameheka. Ikiwa mtu ana damu chache anasameheka juu ya uchafu huo. Lakini mkojo na kinyesi cha kila mnyama ambaye ni haramu kuliwa. Tazama kurasa 224 wamezungumzia hayo. Mbwa na nguruwe. Mbwa na nguruwe pia hivyo ni najisi na vina hukumu yake ya kuvisafisha vitu hivi kama endapo mtu ikiwa amekutana navyo. Wanyama waliokufa. Makusudio ni wanyama wote waliokufa isipokuwa tu mnyama ambaye anafaa kuliwa ikiwa amechinjwa kwa namna ya kisheria. Ama maiti ya mwanadamu, samaki na wadudu ni tohara. Asili ya vitu hivi mwanadamu, maiti yake na wadudu, hii maiti zake zinakuwa ni tohara, si kama wanyama wengine wanatangulia huko nyuma. Kuitoharisha na najisi. Katika kusafisha najisi iliyopo katika mwili au nguo au mahali au sehemu nyingine, inatosha najisi yenyewe kuondoka katika sehemu palipo najisika kwa kutumia nyenzo yote ambayo usafishaji umefanyika. Aidha kwa kutumia maji au kitu kingine, kwa sababu sheria imeamrisha kuondoa najisi, na katika kusafisha najisi hiyo haikuweka idadi maalum isipokuwa tu katika najisi ya mbwa. Najisi ya mbwa ni ute wake, mkojo wake na kinyesi chake. Katika najisi hiyo sheria imeweka sharti la kuosha mara 7, moja ya mara hizo iwe kwa kutumia mchanga. Ama najisi zilizobakia inatosha kusafisha najisi yenyewe, na kubaki kwa rangi na harufu hakudhuru, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, alivyomwambia swahaba mmoja mwanamke katika kusafisha damu ya hedhi kwamba inakutosha kuosha damu na wala athari yake haikudhuru. Sahih Bukhari, Abu Daudi hadithi ya 365, Sunan Abu Daudi hadithi hii imezungumzia hayo. Taratibu za kustanji na kwenda haja. Inapendekezwa mtu akiingia chooni atangulize mguu wake wa kushoto na kusema bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Kwa jina la Mwenyezi Mungu naomba kinga kwako, unikinge na mashaitani wa kiume na mashaitani wa kike. Na katika chooni, na akitoka chooni atangulize mguu wake wa kulia na kusema ghufranak, naomba msamaha kwako. Ni wajibu kwake kustiri tupu au kustiri utupu wake usionwe na watu wakati wa kwenda haja. Ni haramu kwake kwenda haja katika mahali ambapo kwa kwenda kwake haja katika mahali hapo kutawaudhi watu. Si vyema mtu kwenda kufanya haja aidha njiani au sehemu ya mapumziko ya watu, sababu kufanya hivyo watu wanakereka na litukio ambalo limefanyika sehemu hiyo. Inatakikana kwake ikiwa yupo eneo la wazi kutokwenda haja katika shimo, kwa sababu ya uwezekano wa kuwepo humo wanyama ambao anaweza kuwakera na wao kumkera. Kwa si vyema mtu kwenda kujisaidia sehemu ya shimo ambapo inawezekana kuna viumbe wanaishi sehemu hiyo.
lakini pia wakipata ile kero ya najisi na yule akamrukia na kumvamia, kwa si vyema kufanya tahara sehemu kama hiyo. Inatakikana kwake kutoelekea kibla na kutokipa mgongo wakati wa kwenda kwake haja. Ama akiwa yupo eneo la wazi na hakuna ukuta unaomkinga, ni wajibu wake kufanya hivyo kwa mujibu wa kauli Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam isemayo kwamba mkienda haja msikielekee kibla na msikipe mgongo kwa kukojoa na kwenda haja kubwa. Bukhari hadithi ya 386 na Muslim hadithi ya 264. Ni wajibu wake kujilinda ili nguo zake na mwili wake usije kupatwa na kitu katika najisi zinazopeperuka. Ni wajibu kwake kusafisha kitakachompata katika hayo. Akishamaliza kuisaidia, inakuwa lazima kwake kufanya mambo kati ya mambo mawili: ama kusafisha mahali pa mkojo au kinyesi kwenye mwili wake kwa maji, yani kufanya istinjai, au kusafisha mahali hapo kwa taulo 3 za karatasi au mawe 3 na mfano wake katika vitu ambavyo vinasafisha mwili na kuutakasa uondekane na najisi. Kujisafisha kwa kutumia kitu kikavu, yani istijmar. Hivi mtu atahiari mojawapo katika vitu hivi ili aweze kuwa msafi zaidi juu ya ile uchafu aliokuwa nao na kujitoharisha kwa saili, aidha kutumia istinjai au kutumia istijmar. Tulikosa kitu hadathi. Hadathi ni nini? Hadathi ni wasifu wa hali inayompata mtu na yomzuia kufanya ibada kabla kujitoharisha, na sio kitu kinachohusika kama najisi. Hadathi inamuondoka Muislamu akitawadha au akioga kwa maji yaliyo tahara. Maji tahara ni ambayo hayachanganyika na najisi na kuathiri rangi yake, ladha yake au harufu yake. Hadathi imegawanyika mafungu mawili. Hadathi na lazimu mtu kutawadha ili muondoke tunaita hadathi ndogo. Lakini hadathi imelazimu mtu kuoga na kueneza maji mwili wake wote ili najisi iweze kumuondoka, hadathi iweze kumuondoka, hiyo tunaita hadathi kubwa. Kwa hiyo nimegundua kwamba kuna aina za hadathi, kuna hadathi ndogo na hadathi kubwa. Kwa hiyo mtu angalie anakwenda kujitoharisha kwa hadathi ipi kati ya hadathi hizo. Lakini hadathi ndogo ni kutawadha kwa sababu yake. Hadathi ndogo na kutawadha kwa sababu yake, tohara ya Muislamu itabatilika na kulazimika kutawadha kwa ajili ya kusali ikiwa itampata jambo moja kati ya vibatilishi vifuatavyo. Moja ya vibatilishi hivyo ni kukojoa na kwenda haja kubwa, na kila kilichotoka katika sehemu ya mkojo na haja kubwa, kama vile hewa chafu. Allah amesema katika kutaja vitu vinavyotengua udhu kwamba yote miongoni mwenu akitoka kukidhi haja, yote miongoni mwenu akitoka kukidhi haja kubwa, Surah An-Nisa aya 43. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kumweleza mtu aliyekuwa na shaka kuwa amepata hadath akiwa ndani ya swala, amesema kwamba asiondoke na kukatisha swala mpaka asikie sauti au avute harufu, yani hewa chafu. Bukhari hadithi 175 na Muslim hadithi 361. Jambo la pili ni kushika sehemu za siri kwa matamanio bila ya kuwepo kiziwizi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kuwa mwenye kushika dhakari yake atawadhe. Abu Daudi hadithi ya 181. Kula nyama ya ngamia. Mtume aliulizwa kwamba je, tutawadhe kwa sababu ya nyama za ngamia? Alisema ndiyo. Hadithi ipo katika Sahihi Muslim hadithi ya 360. Jambo la 4 ni kupoteza fahamu kwa kulala au wazimu au kulewa. Mtu akipoteza fahamu, aidha amelewa sana mpaka akili zimemtoka, au amelala sana mpaka haelewi kitu kinachofanyika, basi mtu huyo anakuwa amezokiwa na hadathi. Ama udhu. Tahara na udhu ni miongoni mwa amali bora sana na adhim sana. Allah kwayo anafuta dhambi na makosa madamu mja amemtakasa nia ya Allah akitaraji malipo kutoka kwake. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kuwa mja Muislamu anapotawadha akaosha uso wake, inatoka usoni kwake pamoja na maji kila dhambi aliyoiangalia kwa jicho lake,
akiosha mikono yake inatoka mikononi mwake pamoja na maji kila dhambi iliyofanywa na mikono yake. Akiosha miguu yake inatoka pamoja na maji kila dhambi aliyoifanya kwa kutumia miguu yake, hadi anatoka akiwa safi na hana dhambi. Hadithi imetokea katika sahihi Muslim, hadithi nambari 144. Natawadha vipi? Natawadha kwa namna gani? Na itaondoaje hadathi ndogo? Natawadha kwa namna gani na nitaondoaje hadathi ndogo? Swali hili limeulizwa, kwa tuangalie majibu yake yanapokuwa. Muislamu akitaka kutawadha ni wajibu wake kunuia kwa namna ya kuwa na kusudio la moyoni na kwenye fikra kwamba anaondosha hadathi. Nia ni sharti katika kila ibada zote. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyosema kwamba hakuna vingine isipokuwa kwamba ibada ni kwa nia. Bukhari hadithi namba 1, Muslim hadithi 1907. Halafu ataanza kutawadha kwa mpangilio ufuatao, akifuatisha bila ya kukwepa au bila ya kuwepo kusitisha herufi, bila kuwepo kusitisha urefu baina vitendo vya udhu. Maana yake mtu anapotawadha asichukue muda mrefu kufanisha kiungo kingine au kufanya mazungumzo wakati akiwa anatia udhu. Hivi vinakuja kuharibu utaratibu na sunnah za kutia udhu. Kwa mtu atakayefuatanisha kiungo kimoja baada ya kingine, asiweke muda mrefu kwenye kiungo kingine mpaka kufuata kiungo kingine, au kuruhusu mazungumzo ambayo hayahusiani na utaratibu wa kutia udhu. Kwa hiyo si vyema mtu akiwa anatia udhu kuacha gepu au kuacha nafasi ya muda mrefu kufuatia kiungo kingine au kuruhusu mazungumzo mengine wakati akiwa anatia udhu. Kwa ni vizuri mtu afuate utaratibu, atoa kiungo kimoja aingie kiungo kingine, lakini pia asiache muda mrefu kufuatanisha kiungo kingine. Namna ya kutia udhu, kwanza kabisa akitaka kuosha mikono atasema bismillah, kwa jina la Allah. Ataosha viganja vyake kwa maji mara 3 au mara 2 au mara 1, zote hizi ni sunna. Sheria inaruhusu mtu kuosha maji aidha mara 1 au mara 2 au mara 3. Lakini baada ya kuosha mikono atasukutua maji, yani ataweka maji mdomoni kwa namna ya kuingiza maji mdomoni kwake, kuatikisa yakiwa ndani halafu kuyatema. Inapendekezwa kwake kufanya hivyo mara 3. Atafanya istinshaq. Baada hapo atapandisha maji kwenye pua kwa namna ya kuyavuta maji puani kwake, halafu kuyatoa kwa kupumua, yani kuyatoa maji nje kwa hewa itokayo puani. Inapendekezwa kwake kuyafikisha maji ndani zaidi, isipokuwa tu kama kufanya hivyo kutamletea madhara. Inapendekezwa kwake kurudia hivyo mara 3. Ataosha uso wake. Uso ni kuanzia juu ya paji kwenye maoteo ya nywele mpaka chini ya kidevu, na kutoka sikio mpaka sikio. Masikio sio sehemu ya uso. Inapendekezwa kwake kufanya hivyo mara 3, wajibu ni mara 1 tu. Ataosha mikono yake kuanzia ncha za vidole kwenda kwenye kongo. Kongo zinaingia katika kuoshwa. Inapendekezwa kuweka maji kurudia mara 3, wajibu ni mara 1. Atapaka maji kichwa chake kwa kukulowesha maji mikono yake, halafu apake kichwa chake kwa kuanzia mbele ya kichwa kwenda nyuma kwenye uchogo huku. Ni sunna kwake kurudia mikono au kurudisha mikono huku akipaka sehemu ya mbele ya kichwa. Mara nyingine haipendekezi kwake kurudia kufanya hivyo mara 3 kama ilivyokuwa viungo vingine. Atapaka maji masikioni kwa kuingiza vidole vyake vya shahada katika masikio. Kuingiza vidole vyake vya shahada katika masikio yake badala ya kupaka maji kichwa chake, na kupaka sehemu ya nje ya masikio kwa kutumia vidole gumba. Ataosha miguu yake pamoja na nguvu. Inapendekezwa kurudia hivyo mara 3. Wajibu ni mara 1. Ikiwa mtu amevaa socks, inafaa kwake kupaka maji juu yake socks. Napaswa mtu kupaka maji juu
yake kwa shuruti. Tazama ukurasa wa 97. Hadathi kubwa na ndogo yanayowajibisha kuoga. Hayo ni mambo ambayo Muislamu akiyafanya itamlazimu kuoga kabla ya kusali na kutufu. Kabla ya kuoga kwake anapewa wasifu kwamba ana hadathi kubwa. Mambo haya ni kama ifuatavyo: kutokwa na manii kwa kuruka kwa matamanio na kwa kutumia kitu chochote na katika hali zote, ikiwa macho au usingizini. Manii ni kimiminika cheupe kizito ambacho kinatoka wakati wa kilele cha matamanio na burudani. Namba 2, kujamiiana. Makusudio ni kuingiza sehemu ya siri ya mwanamume katika sehemu ya siri ya mwanamke, japo litafanyika hilo bila kutoa manii. Inatosha katika kuwajibika kuoga kuingiza kichwa cha sehemu ya siri ya mwanamume. Allah mtukufu amesema kuwa na mkiwa na janaba jitoharisheni. An-Nisa'i Al-Maida aya 6. Kutoka kwa damu ya hedhi na nifasi. Hedhi ni damu ya maumbile ambayo humtoka mwanamke kila mwezi. Kwa kawaida huenda kutoka kwa siku 7, huendelea kutoka kwa siku 7, zinaweza kuzidi au kupungua kwa kutegemea tofauti ya maumbile ya mwanamke. Nifasi ni damu inamtoka mwanamke kwa sababu ya kuzaa kwake na inaweza kuendelea kutoka kwa siku kadhaa. Mwanamke mwenye hedhi na mwenye nifasi anapata tahfifu wakati wa kipindi cha kutokwa na damu. Inamuondokea swala na funga. Atalipa funga na atalipa swala, atalipa funga na hatalipa swala badala ya kutoharika kwake, na haifai kwa mwenye kujamiiana, na haifai kwa mumewe kujamiiana naye katika kipindi hicho, na lakini inafaa kustarehe kwa namna iliyo chini ya hapo. Inamlazimu kuoga wakati wa kukatika kwa damu. Allah mtukufu amesema kwamba basi waepukeni wanawake katika hedhi na msiwasogelee mpaka watoharike. Wakitoharika waendeeni kwa namna alivyokuamrisheni Allah subhanahu wa ta'ala. Hii pia ikizungumzia kwamba kufuta baadhi ya zile kauli kwamba mwanamke anaweza kumwingilia sehemu yote anapotaka wewe. Hapana, sheria inazungumza ingilio sehemu ambapo Allah subhanahu wa ta'ala aliporuhusu kisheria. Muislamu ajitoharisha vipi janaba au hadathi kubwa? Hili swali linaweza kaulizwa, Muislamu ajitoharisha vipi janaba au hadathi kubwa? Inamtosha Muislamu kukusudia kujitoharisha kwa kumwagia maji mwili wake wote. Hii pia utosha, sababu hadathi kubwa ondoka kwa maji kuenea mwili mzima. Lakini jambo kamili zaidi ni kustanji kama anavyofanya baada ya kwenda haja, halafu atatawadha, halafu atamwagia maji mwili wake. Hilo litazifanya kuwa kubwa zaidi thawabu zake, kwa kuwa amefanya sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muislamu akioga kwa ajili ya janaba inamtosha na hahitaji kutawadha, na pia halazimiki kutawadha pamoja na kuoga, lakini jambo bora zaidi ni kuoga kunakojumuisha kutawadha, kama ilivyo sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hali na maana katika tahara kupaka maji juu ya soksi. Ni katika wepesi wa Uislamu kwamba Muislamu kwa kutumia mkono wake ulioloweshwa kwa maji anaweza kupaka sehemu ya juu ya soksi zake au kiatu chake kilichofunika mguu wote, badala ya kuosha mguu wake akiwa katika kutawadha, kwa sharti kwamba awe amevaa soksi au kiatu hicho akiwa na udhu. Manake sheria itamzingatia mtu huyo anaruhusiwa kupaka juu ya kiatu chake ambacho alikuwa amekivaa. Kwanza sharti akivaa kiatu hicho akiwa ameshatia udhu kamili. Kwa hiyo akiwa amekivaa shati ya udhu anaruhusiwa akitaka kutia udhu tena
kwamba asikivu kiatu anapaka juu tu ya kiatu chake kile au juu ya soksi alikuwa ameivaa. Sharti ni hilo kwamba ametia udhu kabla. Upakaji maji huo unadumu kwa muda usiozidi masaa 24 kwa mkazi. Maana mtu ambaye si msafiri atafanya zoezi hilo la kupaka maji kwenye soksi yake, huku mwanzo kabisa alikuwa ameshatia udhu kabla kuvaa, kwa muda wa masaa 24 tu, siku moja. Lakini pia kwa mtu ambaye ni msafiri atapaka juu ya soksi au kiatu chake maji hayo kwa muda wa masaa 72, yani takriban siku 3. Ama katika kuoga kwa ajili ya janaba ni wajibu kuiosha miguu katika hali zote. Kwa hiyo kama unaoga janaba ya kupaswa uoge mwili wote, usipakae kwenye soksi au kwenye kiatu chako. Kupaka maji juu ya kichacha. Kichacha ni kitu kinachowekwa juu ya viungo vya udhu wakati wa kuvunjika au kupata jeraha, ili kisaidie katika kupona haraka na kupunguza maumivu. Katika kichacha yanasisitizwa mambo yafuatayo. Kwa kutumia mkono ulioloweshwa kwa maji inatosha kupaka juu ya kichacha wakati wa kuhitaji kichacha hicho, sawa iwe katika kutawadha au kuoga kwa ajili ya janaba. Ni wajibu wake kuosha sehemu iliyo wazi katika kiungo na kuipaka kwa mkono wake ulioloweshwa kwa maji sehemu iliyofunikwa na kichacha. Ataendelea kupaka maji juu ya kichacha hata kama muda utakuwa mrefu, maadamu anakihitaji kichacha hicho. Ni wajibu kwake kukiondosha kichacha pale tu haja itapokuwa imekwisha. Sharia inaruhusu kupaka maji viatu na soksi wakati wa kutawadha iwapo Muislamu amevaa viatu au soksi hizo akiwa tahara au akiwa ameshatia udhu. Mtu alishindwa kutumia maji. Muislamu akishindwa kutumia maji katika kutawadha au kuoga kwa sababu ya ugonjwa au kwa kuyakosa maji au kwamba maji yapo ila tu hayatoshi isipokuwa kwa kunywa tu, sheria inamtaka kutayamam kutumia mchanga mpaka apate maji na aweze kuyatumia. Namna kutayamam, hii uzungumzia kaifia tayamum, namna gani mtu anaweza kutayamam kwa kutumia sasa mchanga badala ya maji. Ni kupiga mikono yake juu ya mchanga pigo moja, halafu kutumia mchanga uliobaki mkononi atapaka uso wake, halafu atapaka sehemu ya nje ya kiganja chake cha kulia kutumia kiganja chake cha kushoto na kinyume chake. Imethibiti katika mafundisho ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Namna hiyo ni kupiga mchanga pigo la pili badala ya kupaka uso wake, halafu atapaka mikono yake mpaka kwenye vifundo vya mkono wake. Kanuni za maumbile. Ni nini makusudio ya kanuni za maumbile? Kanuni za maumbile ni mambo ambayo Allah amewaumba wanadamu wawe nayo, na ambayo Muislamu kwa kufanya anakuwa mkamilifu, na kwa sababu hiyo anakuwa katika sifa nzuri sana na muonekano mzuri sana. Hiyo ni kwa sababu Uislamu umezingatia maeneo ya uzuri na umaridadi kwa Muislamu ili awe mwema na wema wa nje pamoja na wema wa ndani. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kuwa maumbile ni matano. Fahamu kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akizungumzia kwamba maumbile ya mwanadamu ni matano. Kwa hiyo tuzingatie vizuri tuweze kufahamu maumbile haya ni yapi ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha. Jambo la kwanza ni kutahiri. Mtoto ambaye amefikia kutoa umri fulani, aidha miaka 3 na kuendelea, anapaswa atahiri kwa sababu ni maumbile hayo. Mtume Muhammad amezungumzia kwamba haya ni maumbile ya Muislamu, kwamba lazima awe nayo kwa tahiriwe. Lakini pia kunyoa nywele za sehemu za siri, hiyo pia ni maumbile ya mwanadamu, lazima mtu ajisafishe ili aweze kuwa maridadi, aweze kuwa msafi zaidi. Lakini pia kupunguza sharubu, kwamba tumefundishwa na tumesisitizwa katika maumbile ya mwanadamu ni kukata sharubu isiwe ndefu kiasi ambacho tunazungumza mpaka zinakuwa zinafunika mdomo. Lakini kukata kucha, tusiache kucha zikawa ndefu zaidi. Haya ni maumbile Mtume Muhammad ametufundisha kwamba tuweze kuyafanya na kuzingatia haya. Na kunyoa nywele za kwapani.
Bukhari hadithi nambari 5552 na Muslim hadithi nambari 257 wamezungumzia hizi fitra ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuzungumzia sisi na mtufahamisha kwamba hizi lazima tuzifanye. Lakini kutahiri ni kuondoa ngozi ya sehemu ya mbele ya ume, yani gozi. Kwa kawaida hilo linafanyika katika siku za mwanzo za kuzaliwa. Mtoto akiwa amezaliwa alhamdulillah wa kiume, ni hatua za awali kabisa za makuzi yake, aidha miezi kadhaa au miaka kadhaa, lazima afanywe swala la kutahiriwa ili aweze kuondoa kigozi kwa ajili aweze kuwa msafi zaidi. Jambo hilo ni miongoni mwa mambo yanayopendekezwa na kusisitizwa sana, na ni miongoni mwa kanuni za maumbile kwa mwanamume, na ni jambo lenye faida nyingi za kiafya. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anadili na afya zetu mapema mno, akitufundisha kwamba jambo haya ni muhimu, sababu kile kingozi kuna uchafu ambao unaweza kuwa ukijiganda ndani yake. Tunafundisha mapema ukishakata kile kigozi uchafu uweze kukaa pale, utakuwa unaondoka zaidi. Kwa hiyo tunafundisha pia mambo ya afya muhimu zaidi kwa zingatia haya. Ndio hata madaktari wameshawishiwa hili kwamba ni vizuri mtoto atahiriwe akiwa na umri mdogo. Lakini kunyoa nywele za sehemu za siri ni kuondoa nywele ngumu kwenye kinena kwa kuzinyoa au kwa njia nyingine yoyote, ili sehemu ile iweze kuwa safi zaidi. Tusiache manyoya yakawa mengi, tuyakate kwa njia yote ya kifaa chote tunaweza kutumia, aidha nyembe au mkasi au nini, imagi hiyo tohara na iwe safi zaidi. Na hii ndio fitra ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaizungumzia katika hali hiyo. Kupunguza sharubu, kuziacha sharubu ni mambo yaliyoruhusiwa na si jambo linalopendekezwa, lakini Muislamu akiziacha ni wajibu kwake kutoziacha. Ni wajibu kwake kutoziacha zikawa ndefu tena sana, anatakiwa kuzitunza kwa kuzipunguza. Kwa hiyo qasu sharib katika majambo ambayo ni fitra, Muislamu asiache sharubu zikawa ndefu zaidi, azipunguze ziwe za wastani kama anataka kuzifunga, lakini ziwe fupi za kawaida, zisiwe ndefu sana kiasi ambacho unakuwa hata ule muonekano wake na shakli yake inakuwa si nzuri mtu akimwangalia. Lakini kufuga ndevu, Uislamu unahimiza kufuga ndevu ambazo ni nywele zinazoota kwenye taya, mashavu na kidevu. Maana kuzifuga ni kuziacha na kutozinyoa, ikiwa ni kinga ya sunna. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuambia kwamba tufuge ndevu. Hii inakupa shakli nzuri alhamdulillah, na ni sunna muhimu sana. Umebatiwa kuwa na neema ya ndevu, basi ni vizuri uzifuge, usizikate. Kwa kata kucha, inatakiwa kwa Muislamu kuzipatiliza kucha zake kwa kuzipunguza ili zisiwe mahali pataka na uchafu. Kucha zikiwa ndefu sana zinakuwa zinahifadhi vitu vingi ndani ya mwili, lakini kiasi ambacho huenda hata utahara wakati kustanji kule mambo akanajificha ndani ya zile kucha zako. Kwa Uislamu tufundisha katika fitra tukate kucha, tusiziache zikawa ndefu zaidi. Pia jambo lingine ni kunyoa nywele za kwapa. Inatakiwa kwa Muislamu kuondoa nywele za kwapa kwa kuzitoa kwa mkono au kwa kitu kingine chochote kinachoondosha, ili kuzuia asitokwe na harufu mbaya. Kwa hiyo vizuri kuzingatia hizi fitra, sababu zina faida kwetu, kwanza kiafya, lakini pia hata kimuonekano katika jamii. Leo hii kuna masarubu wamekaa marefu zaidi, unaonekana kuna kwa ovyo ovyo, lakini pia kuja zinakuwa ndefu zaidi, unaonekana kwa ajabu mno. Kwa hiyo unashangaza watu kuona mtu aina gani huyu, ni mtu wa dini gani huyu, mbona yuko hivi? Kwa hiyo mambo haya ni muhimu kuzingatia zaidi, sababu ndio fitra ya mwanadamu kaumbwa nayo. Haya hutokea, lakini pia hayazingatie na kufuatiliza kwamba hiki kimezidia nikipunguze, hichi katika hali hii nikiweka katika hali ya usawa, ili kuweka muonekano mzuri. Alhamdulillah, kama Uislamu unasema Islam nadhif, mtu msafi zaidi, na kila mtu atamani na ajifunze kutoka kwake kwamba mashallah mtu fulani alivyo, kwa nadhifu wake, usafi wake, umaridadi wake, nitamani kujifunza kutoka kwake. Kwa alhamdulillah, hali mambo muhimu ya kuzingatia na kuona thamani yake ni kubwa mno. Kiafya pia madaktari wametumesisitiza haya tuyafanye, lakini pia kijamii nataka tuwe hivyo, ili watu alhamdulillah wapate faida kubwa kutoka kwetu na kujifunza kwa vitendo zaidi. Sababu yeye ukizungumza peke yake tu bila kufanya, mtu anakuona wewe mtu wa ajabu na kushangaa. Lakini kama unafanya kweli kwa vitendo, alhamdulillah wanakuona kweli unadhifu wako, wanakuona kweli kutomekata vizuri, alhamdulillah. Kwa ni mawaidha tosha zaidi, na ni vitu ambavyo vinatoa mazingatio ya kina, kwa sababu ni vitu ambavyo watu wanakuona wewe unazungumzia, lakini pia wanavifanya. Alhamdulillah, nadhani kwa haya, kwa mada yetu ya tahara tumekusudia tuzungumzie kuishia hapa. Insha Allah biidhna tutazidi kuzungumza mambo mengi na zaidi, lakini yote haya na kusitiza wewe Muislamu mpya uwazingatie haya, lakini usishie hapo. Jua kwamba African Islamic Academy wanapambana kuumiza akili zaidi,
kutoa mada mbalimbali na maudhui mbalimbali ili wewe upate maarifa mbalimbali na ufurahie kwamba nimeslimu na kwenye Uislamu najifunza vitu fulani kama hivi ambavyo nilikuwa sivijui kabla. Sababu mambo haya mengine kwa dini zingine hizo ambazo za kitawahudi na mambo mengine hizo vitu havipo, havizungumziwi. Kwa alhamdulillah nadhani utafaidika mengi zaidi na zaidi, lakini yote na yote fuatilia mfululizo wa vipindi vyetu mbalimbali vya African Islamic Academy ambavyo vinatoka ili uweze kupata maarifa ya ziada hasa katika hali yako wewe hii ya Uislamu mpya ambao vitu vingi hujafahamu, ili uweze kupata maarifa mengi na ifikie hatua ufurahie na kila mtu aone mashallah fulani amesilimu kwamba kila kitu amekifahamu katika imani yake. Basi wa ila huna aqif huna. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. قم وابتهل ويمن إلى الله قم وابتهل إذا رمت حقا بلوغ العنان فثابر وحصل بجهد تصل فثابر وحصل بجهد تصل.